Yesu Kristo ametutoa tulikotoka Dar es Salaam na tukafika hapa kwa ajili ya Injili, na jioni leo nina ujumbe maalum kwa ajili yako. Ninaomba nisome kitabu cha Ufunuo na ile sura yake ya pili na ule mstari wake wa 5 na mpaka ule mstari wake wa 7. Ufunuo sura ya pili na mstari wa 5 inasema, kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu, ukayafanye matendo yako ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Tumeona ni maneno ambayo Kristo akimtokea Yohana wakati ule Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo, na alipomtokea akatuma ujumbe wa malaika 7 wa makanisa 7. Yalikuwa kwa makanisa mengi nyakati zile, lakini ujumbe huu ulifaa kwa ajili ya kanisa moja. Na mtume wa Mungu Yohana akiwa katika ziki kule Patmo, wala katika roho akatumiwa ujumbe aseme na kanisa. Na mimi jioni leo nataka nitumie ujumbe huu niseme na watu wa Ikwiriri. Nataka nitumie ujumbe huu niseme na wewe. Alipopewa ujumbe akaambiwa maneno yafuatayo ya kwamba tubu, usipotubu naja kwako, nitaondoa kinara chako mahali pake. Nataka nikwambie iko neema umepewa mwanadamu ya kuishi katika siku ya leo. Kuna siku uhai wako utaondolewa. Nataka nikupe neno ili ya kwamba ni wakati wa kutubu, ni wakati wa uamsho, ni wakati wa kumrudia Bwana. Maana iko nyakati uzima ulio nao ndicho kitu cha thamani ulichopewa. Mungu anakupa uzima ili upate kutubu. Kuna siku Bwana atauondoa uzima huo na utapata wakati wa kutubu. Na Biblia inasema naja kwako upesi, usipotubu nitaondoa nafasi hii. Manake kuna wakati hautatubu, Yesu ataondoa uzima wako. Maana unaishi si kwa ajili yako, unaishi kwa ajili ya Bwana. Nataka nikwambie jioni leo, mkazi wa Ikwiriri, Yesu anakuita. Yesu anakuita uweze kutubu, utoke kwenye madawa ya kienyeji, uweze kutubu, utoke kwenye uchepukaji, uweze kutubu, utoke kwenye ndoa za mitara. Naomba Yesu akusaidie uweze kutubu, utoke kwenye imani potofu za mitume wanaouza maji. Naomba utubu, utoke kwenye imani ambazo hazitumii jina la Yesu, uweze kumrudia Bwana Yesu. Wewe unaenda kanisani vizuri, lakini una uhakika jina lako liko kwenye kitabu cha uzima. Yeye jioni leo uweze kutubu, uweze kumrudia Bwana. Ni kweli unaimba kwaya vizuri, lakini bado unachepuka. Ni wakati wako wa kutubu. Ile neema uliyopewa ni kwa sababu ya kutubu. Natangaza toba, nyakati za Yesu kurudi ni nyakati zimekaribia sana. Unaposikia sauti hii, ewe mkazi wa Pwani, ewe mkazi wa Tanzania, mkazi wa Ikwiriri, nataka nikupe neema hii ya Yesu. Bado uko msamaha wa dhambi, bado uko ukombozi, bado yuko Yesu anayeponya. Kuna majira Yesu unayemdharau leo atakutana na maisha yako baada ya kufa. Ni kweli unaenda kanisani vizuri, lakini bado unavaa wigi. Nakwambia nakupa pole, kwa sababu neema ipo, imekupasa kutubu. Unaenda kanisani vizuri, lakini mwanamke unavaa suruali. Huo ni uongo wa Shetani, huo ni uongo wa Shetani. Suruali ni vazi la mwanaume, wala sio la mwanamke. Ndio maana wanaume hawavai sketi. Kwa nini? Kwa sababu ni za kike. Unaenda vizuri kanisani, lakini masikio yako umetoboa bila kuwa na oga na haya, umeweka na hereni, umetoboa na sehemu ya pili ukaongeza tena. Na kupa pole, mchungaji wako hajakwambia tubuni kanisa. Yesu yuacha, hautapata nafasi ya kuingia mji ule. Jioni leo nakupa pole, nakupa pole, lakini natoa wito huu. Yesu anakuita vizuri, maana tazama ni majira ya jioni. Yesu anarudi kulitoa kanisa. Tubuni basi leo mleje, tubuni mweze kufutiwa dhambi zenu. Wala kijana uko hapo unaishi na binti, wala sio mke wako, hata wazazi wake binti hawajui. Tubuni, huo ni uzinzi. Tubuni mleje, Yesu anawaita tena. Upo unafanya biashara, lakini bado unatumia dawa za nguvu za giza. Tubuni basi mleje, Yesu anawaita tena jioni leo. Acheni uongo, acheni usengenyaji, acheni ulawiti, acheni kujiuza wanawake, acheni ushoga, acheni matendo mabaya Sodoma na Gomora. Yesu anawaita jioni leo mweze kutubu.
tubuni basi mletee, maana iko nyakati huo uhai utaondolewa, uko wakati uzima utatoweka. Nataka nikwambie jioni leo, bado na uzima, bado na nafasi ya kutubu. Mungu akubariki kwa ujumbe huu. Fikiri Yesu akirudi leo utapata nafasi ya kwenda mbinguni? Fikiri Yesu akirudi leo utapata nafasi ya kuingia kwenye uzima wa milele? Kama hapana, basi ni wakati wako wa kutubu. Sisi ni wajumbe tu, tumefikisha ujumbe huu. Tafakari maisha yako na uweze kutubu. Hatuna muda mwingi wa kusema na wewe, maana tumetumwa kwa ajili ya taifa zima la Tanzania tuweze kuhubiri habari njema, na tumefika hapa kwa ajili yako. Mungu anakupenda sana. Umesikia injili hii na moyo wako umechomwa na ukahisi una mahali pa kutengeneza. Natamani nikuongoze maneno ya upatanisho uweze kutubu. Unatamani kutubu jioni leo? Binti huko umetoa mimba na watu hawajui, unatamani kutubu jioni leo? Tubu, bado iko neema, bado iko neema, bado iko neema. Tamani kutubu, nifuatishe maneno haya. Unajua kabisa unaenda kanisani, una uhakika jina lako lipo kwenye kitabu cha uzima. Tubu leo. Sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, ninakushukuru jioni leo kwa neema na kibali ulichonipa cha kusikia sauti yako. Mimi ni mwenye dhambi, ninatubu mbele zako. Ninaomba Yesu Kristo unisamehe kwa damu yako, unitakase jioni leo dhambi zangu zote, ili Bwana jina langu uliandika kwenye kitabu cha uzima. Bwana Yesu, asante kwa wokovu, asante kwa wokovu, katika jina la Yesu, amen.